Uchaguzi huu ni uchaguzi muhimu sana. Ni uchaguzi ambao kushiriki kunatufanya tuonyeshe hasira zetu dhidi ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimekuwa kikishikilia usukani wa kuongoza nchi yetu tangu tupate uhuru. Kuna lugha ambayo CCM wataielewa zaidi ya kuwakataa kwenye sanduku la kura. Hakuna namna yoyote katika nchi yetu, kulingana na historia yetu, kulingana na hali yetu ya kisiasa, hakuna namna yoyote tunaweza kuiondoa serikali iliyoko madarakani bila mchakato wa uchaguzi. Chama cha Mapinduzi ukiwasusia uchaguzi hawajali. Wanaweza kuongoza bunge bila aibu wakiwa ni 99% ya bunge bila aibu, na wanajiita ni wanademokrasia. Njia pekee ya kupambana na chama aina ya CCM ni kwenye sanduku la kura. Ninajua watu wamekatishwa tamaa na mambo yaliyotokea huko nyuma, mambo ya 2020, mambo ya 2024. Ninajua kwamba watu wamekata tamaa, wanaona kura zao hazina thamani tena, wanaona hata wakipiga kura wanaotangazwa sio waliowachagua. Lakini nataka niwaambie watu wa Mwanza, siku wa Tanzania mnasema basi CCM waendelee tu, CCM haitajali, wataendelea tu, kwa sababu itikadi ya CCM ni jambo moja tu, linaitwa kwa Kiingereza power. Hawana itikadi nyingine. Wanachojua CCM ni namna ya kushika madaraka basi. Chochote kinachowarahisishia kushika madaraka watakikumbatia. Ndio maana sisi hatupaswi kuwapa nafasi, hatupaswi kuachia washike madaraka kiubwete. Ndio maana ni lazima tukapambane kwenye sanduku la kura. Kama walitupora 2020, wakatupora 2024, kwamba sisi wanadamu na vichwa ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa, kweli hatutambui mbinu mpya za kupambana nao ili kuzilinda kura zetu? Sasa Mungu atakuwa ametuumba sisi namna gani? Vyama vya kidikteta hauviondoi madarakani kwa kukunja mikono kusubiri uwezo wa Mungu. Unaviondoa madarakani kwa njia ile ile ambayo wao wanataka wabakie madarakani, na njia hiyo ni ya kura. Kwa hiyo watu wa Mwanza, tuna nafasi ya kufanya mabadiliko ambayo tunataka kuyafanya. Sisi CCM wamezuia mgombea wetu wa urais. Wameweka kikwazo cha kwanza, tukaenda mahakamani tukashinda. Wakaweka kikwazo cha pili, tuko mahakamani, kesi inaamuliwa kesho. Lakini kwa maamuzi yoyote yale, bado nyinyi mna maamuzi ya kufanya. Tukirudishwa na mahakama, tutapiga jaramba, tutampitisha mgombea wetu majimbo yote kwa njia yoyote ile, na tutahamasisha na nyinyi mfanye hiyo kazi.
wasipopitisha popote pale kwenye mgombea ubunge, kwenye mgombea udiwani wa ACT Wazalendo, wewe kazi yako ni moja. Ukimwona Esther Akoth Thomas kwenye sanduku la kura, unasema huyu ndio mbunge na huyu ndio rais, unachagua. Tukipata wabunge wengi ndani ya bunge, tena kushughulika na CCM ndani ya bunge. Unaweza kuwa umewazuia wapinzani wasishiriki kwenye uchaguzi, wapinzani wakaibukia ndani ya bunge na wakashughulika na wewe, na hiyo kazi ambayo tunatakiwa kwenda kuifanya. Hili ndio jukumu tunatakiwa kulifanya. One struggle, many fronts. Unaweza kuwa umewazuia wapinzani wasishiriki kwenye uchaguzi, wapinzani wakaibukia ndani ya bunge na wakashughulika na wewe, na hiyo kazi ambayo tunatakiwa kwenda kuifanya. Hili ndio jukumu tunatakiwa kulifanya. One struggle, many fronts. Tuhakikishe hatunawi mikono tusubiri kudra za Mungu kwa ajili ya kushughulika na CCM. Sasa nyinyi hapa Nyamagana mna wajibu. Tumewaletea madiwani kwenye kata zenu, tumewaletea mbunge hapa Nyamagana ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama chetu, kiongozi wa kitaifa. Tumemleta mumchague kwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, na hakika watu wa Nyamagana mkiamua inawezekana. Ni swala la nyinyi kuamua, kujitokeza kwa wingi, kwenda kupiga kura zijae na kujaa. Hata wakiamua kutengeneza makura yao ya bandia hayatatukia. Kwa sababu wanaweka ngapi za bandia? Tumekuja Mwanza kuambia wana Mwanza, muungane na wenzenu wote Tanzania nzima kukiangusha Chama cha Mapinduzi. Mko tayari? Mko tayari? Kwa sasa tukubaliane kwa pamoja, Nyamagana ni wakati wa kuondoa CCM madarakani. Tunaelewana na nyinyi Nyamagana ni Wasukuma, mlilea kifaa kweli kweli. Sasa awamu hii, serikali hii inamuogopa sana Luhaga Mpina. Walianza na figisu siku ya kurudisha fomu, wakatufungia geti eti haruhusiwi kurudisha fomu. Chama chenu ACT Wazalendo kilikuja na kauli tunapambana tukishiriki, tunashiriki tukipambana. Tukawapeleka mahakamani tume huru ya uchaguzi. Wanasheria wetu wazuri wakafanya kazi kubwa sana, akaruhusiwa kurudisha fomu. Alipochaguliwa akawekewa mapingamizi matatu, lakini pingamizi moja ndio lilituthibitishia serikali inamuogopa Mpina, inaogopa kupata mgombea bora wa wakati wote ambaye hajawahi kutokea. Wakamwekea pingamizi kupitia mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa sasa hivi wanasheria wetu wamekwenda tena mahakamani, kesi imeendelea. Ilikuwa Ijumaa iliyopita tupewe hukumu, lakini mahakama ikaomba muda. Hukumu itatolewa kesho tarehe 15 kwa njia ya mtandao saa 3 asubuhi. Lakini Nyamagana niwaambie, hata jamaa akibakiza siku 2, sio siku 10 wala siku 60 za kampeni, siku hizi atampiga mama yao vibaya mno. Na ninawaambia siku 2 zinatosha kumpeleka Luhaga Mpina Ikulu. Kwa hiyo tupo hapa na mgombea mwenza ambaye chama kilimteua. Kesho mahakama ikiruhusu, tutakuwa na uhuru sasa wa kumuita mgombea mwenza. Ila kwa leo na kwa kuheshimu sheria, tunamuita katibu wa ngome ya wanawake ambaye yeye ni mjumbe wa kamati kuu, na kwenye mioyo ya wana ACT Wazalendo na kwenye mioyo ya Watanzania, huyu ndio mgombea wao rais. Tunaelewana? Kwa hiyo leo tukimaliza tunaomba vizuri dua, kesho tukirudishiwa mgombea wetu
nguvu sana.